24 Info Monde, actualité quotidienne 24h sur 24. Naam, ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa 24 Info Monde mahali popote mlipo. Matumaini yetu mpo salama salimeni, na hivyo mkaribisha kuungana nami mwanzo mpaka tamati wa makala hii ya habari zinazojiri, habari na matukio. Nikualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari. Ni saa 6 kamili saa za Afrika ya Kati, lakini pia saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo, nikualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari. Tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba maafisa wa jeshi la Rwanda wameomba watu wa jamii la Kimajamulenge wanaoishi na ngombe zao katika bonde la Ruzizi, wakiwemo Mtarule, Luberizi, Bugera na Luvungi kuhamia Kamanyola, ambapo watahamia kama walivyofanya wakati umeondoka huko jijini Uvira. Leo watu wa Nyamulenge na ngombe zao wao walianza kuhamia Kamanyola kwenye mpaka kati ya Rwanda na DRC. Kulingana na chanzo cha kuaminika ndani ya muungano wa AFC M23, mabaki ya wanajeshi ambao bado wameonekana huko Sange, Mtarule, Bugera na Luvungi wako pale ili kuhakikisha usalama wa watu wao na kuwaruhusu kuhama salama. Baada ya kuondolewa kwa watu wao, wanajeshi wao wote wa Rwanda wanaonekana pia wataondoka. Hatua hii ama watatua Kamanyola kusubiri uamuzi wa mwisho wa Paul Kagame kuhusu kuondoka kwao, ambao wanaweza kuenea hadi mji ya Bukavu na Goma. Jenerali Ngoma Nzito alipowasili Sange hiyo jana tarehe 11 mwezi huu Mei mwaka 2026, amepokelewa na watu huku akiitwa jina la raia Karibu Musa, wakimaanisha Musa wa Biblia. Ikumbuke Ngoma Nzito ndiye jenerali anayesimamia operation ya huko bondeni mwa Ruzizi. Kwa upande wako, je, ungempa jina gani? Kwenye comment unaweza kuandika ndugu mpendwa mtazamaji. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuelekea kuwahutubia wakuu wa nchi na serikali kutoka mataifa zaidi ya 30 barani ya Afrika hivi leo jijini Nairobi ameliambia jarida la The Africa Report kuwa ukoloni hauwezi tena kulaumiwa kama chanzo cha matatizo yanayolikumba bara la Afrika, na badala yake kuwahimiza viongozi wa bara hilo kuimarisha namna wanavyotawala nchi zao. Aidha, Macron amesema Ufaransa na Ulaya zinataka ushirikiano zaidi kwenye ufanyaji wa biashara na mambo mengine yanayofanisha pande zote kwa usawa, ikiwemo swala la teknolojia. Hata hivyo, tangu mwaka 2020 Ufaransa imekuwa na uhusiano mbaya na koloni zake za zamani kama Mali, Burkina Faso na Niger, ambazo zinaongozwa na wanajeshi tawala ambazo zinaondoa wanajeshi wa nchi hiyo katika mataifa zingine. Mbali na hiyo, tukijielekeza huko nchini Uganda, baada ya kutangaza mshindi kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Januari, Rais Yoweri Museveni anaapishwa leo kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa 7 baada ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40. Spika wa bunge la Irani Mohamed Bagh Kalibaf amesema wanajeshi wa nchi hiyo wako tayari kujibu kile amekitaja kama uchokozi wowote na Marekani itashangaa. Kauli yake imejiri baada ya Rais Trump kusema majibu ya Tehran kuhusu usitishaji vita ni kijinga na hayakubaliki. Vita vya M23 tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba vipengele vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC sasa vinaonekana katika maeneo ya Sange, Nyakabere na Luberizi huko Kivu Kusini. Kurudi huku kunafuatia kujitenga katika taratibu kwa waasi wa muungano wa mto Ruzizi wa mto Kongo AFC na M23 kutoka eneo hilo. Kulingana na taarifa rasmi, vitengo vya kwanza vya kijeshi tayari vimechukua nafasi katika Mtarule katika eneo la Uvira. Jeshi la Israeli limesema linauzuia baadhi ya maofisa wake baada ya mmoja wao kupigwa picha akitia sigara
kwenye mdomo wa sanamu la Bikira Maria kusini mwa Lebanon. Kwa mjibu wa jeshi, tukio hili lilitokea wiki kadhaa zilizopita kusini mwa Lebanon na lilichunguzwa na makamanda wake. Afisa alipigwa picha akifanya kitendo hicho atazuiliwa kwa siku 21, wakati mpiga picha wake naye akizuiliwa kwa siku 14. Wizara ya Sheria imeamuru mashtaka kwa matusi ya mtandao dhidi ya mkuu wa nchi. Hata hivyo, hatua hii imesababisha ukosoaji mkubwa kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na sehemu ya idadi ya watu ambao wanaona kama tishio la moja kwa moja kwa uhuru wa kujieleza. Hakuna kilichobadilika. Jumba la haki limekuwa mashine ya kutoa vitisho kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, na kufikiri hili linatokana na afisa wa zamani wa Umoja wa Mataifa, mtetezi wa haki za binadamu na mwanzilishi wa mwenza wa SADO ni kukataa tamaa, alisema mkazi wa Kinshasa, akizungumza kwa sharti la kutotaja jina. Raia mwingine aliongoza kwa uchungu, huyu ni mtamba wa kawaida anapaswa kukumbuka kwamba alianzisha SADO. Na ndugu wapendwa watazamaji wa 24 Mode, mahali popote mlipo, niseme asante kuungana nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari awamu yake ya pili. Hivyo ni kualike kuungana nami, pia usikose kusubscribe, lakini pia kushare kwa wengine na kulike ili kuhabarika na kupata habari zetu za kila itwao leo. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo, mkisema chao chao.